Habari yenu, naitwa Rispo Ambui Muraya. Niko na turn 17 by this year. Nimekuwa ni ugonjwa yenye inaniumiza sana. Nimekuja kujieleza kwanza ndo niombe usaidizi. Niligonjeka nikiwa form 2. Damu kuniishia. Then next thing to the other kalid. Niko na kitu kwa tumbo. Which ilikuwanga like a mass. Na that time hadi sikuwa najua ni nini hiyo. Hadi sikuwa nashughulika nayo sana. Juzi ndo tulikuja kuambiwa that it is cancerous. Hadi ndo nilikuja kujua natibiwa cancer. Hiyo venye tulitumwa kwa surgeon. Tukaambiwa sana inaweza tolewa. But surgeon venye alituambia that hii kitu ni kubwa sana na ni cancerous. Na pia imespread. Hii haiwezani nayo. Tukatumwa kwa mwingine akasema hii bado hii kitu ni kubwa na imespread. Hii haiwezani nayo. Kurudi kwa ule daktari yule mmoja akatuambia sasa labda venye after result venye tulimpelekea akasema sasa labda tujaribu another place kama India ama US. So nimekuja hapa hivi kueleza kuwaomba nyinyi Kenyans kama mnaweza nisaidia hivi niendelee kuishi na maisha yangu, niendelee kusoma, niendelee kama watu wengine as a normal person. Inaweza niuma sana nikiweza acha hii dunia hivi bila kucomplish task yenye nilikuwa nimeletwa kufanya. Thank you. Habari yenu. Kwa majina naitwa Mase ama Mama Lispa. Mtoto wangu niliitiwa shule. Ilikuwa 2024 February. Nikaambiwa ameishiwa na damu. Nikaulizwa hosi yenye naweza taka aende. Nikasema apelekwe KU. Vile alipelekwa KU, walimuongezea damu, alafu wakataka kujua ni wapi damu inaishia. Wakamfanyia scanning, wakaona kuna mass. Wakaangalia tena na endoscopy waone kama imeingia ndani. Ikaonekana bado ni mass. Wakafanya CT scan, bado tumor inaonekana ni mass, ni tumor. Ndio walidecide wamfanyie biopsy. Vile walimtoa, ripoti ya kwanza ilikuja ni benign stromal tumor. Tukaambiwa tuende staging na tuendelee kulipia hiyo kipimo. Kuna kitu wanataka kuconfirm. Ndio ilikuja positive. Kuna vitu mbili zilikuja positive. CD117 na kipimo ingine na kuna ingine hapo ilikuja positive. Tukatumwa kwa daktari wa staging. Vile tuliambiwa tuende staging, akatuambia hata hakuna haja ya kufanya staging. Tutakutuma kwa daktari ako Nairobi Hospital mwenye atampea dawa. Alianza matibabu. Vile tulienda kwa huyo daktari, alituambia huyu mtoto ni mdogo sana, haoni kama hii ni cyst. Na hii cyst haishikangi watoto wadogo. Lazima turudie tena. Tulirudia vipimo za biopsy mara mingi mpaka wakaconfirm ni biopsy, ni cyst. Vile tukaambiwa tuanzie na treatment. Akapewa dawa inaitwa imatinib. Imatinib ni dawa inapewa nangwa na program. Lazima mtu akuwe amefikisha 18 years. Sasa Lispa hakuingia kwa program, but alikuwa anapewa dawa. Akikunywa hiyo dawa haikuwa inamsaidia. Akapewa ya pili. Ya pili ilikuwa inaitwa Swintent. Haikumsaidia bado. Nikala tu alikuwa na change. Akapewa dawa ingine ya tatu. Tumor haichange, kugrow bado ina grow na inaendelea kuspread, imefika kwa maini ikiwa na dawa hiyo inaitwa Pazopanib. Akiwa kwa Pazopanib daktari akatuambia
hii kitu ni kama haisikii, tuende kwa surgeon. Vile tulienda kwa surgeon kusoma CT scan, akaona imefika kwa maini, yeye hatawezana peke yake, tuende kwa daktari mwingine ako Kenyatta. Huyu wa Kenyatta akatuambia hii ni malignant, tuende tufanyiwe CT scan, PET scan. PET scan ndio ilionyesha imespread sana na imeingia kwa liver sana. Akatuambia turudie kipimo ya biopsy, if itakuja kitu ingine atatuambia, atamutibu. Vile ilikuja tu ni gist. Vile nilipelekea result akasema yeye hatawezana nayo juu imeingia sana, not unless nijaribu India. Nilianza kumuomba, nikamwambia kwanza akunywe dawa juu sina alternative, sina pesa. Nikamwambia kwanza tujaribu tupewe dawa ingine na tuongeze dose, tuone kama ita reduce at least atupe 6 weeks juu hatuna pesa na mtoto hawezi kaa hivyo. Takitizi. Wakenya wenzangu, niko na Rispa na mama yake hapa. Takitizi mama, na nilipata habari ya Rispa siku ya jana, na wengi mmeniona mahali hapa na pale kwa ajili ya matibabu. Jina naitwa Samuel Sane, na nimekuwa kwa safari ya matibabu ya watu wengi, na ndiposa nikaweza kuamua kuchukua nafasi hii kusaidia huyu msichana wetu mdogo Rispa, 17 years old, ambaye anaumia kansa inayoitwa gastrointestinal stromal tumor. Na Rispa anahitaji matibabu ya dharura, matibabu ya haraka. This is a very emergency case kwa sababu ishafika tayari kwa maini, na kwa uwezo wa Mungu najua Wakenya mna mapenzi makubwa, tutaweza kumpeleka India iwezekanavyo. Rispa anahitajika kuwa India within 1 week's time, na wanahitaji shilingi milioni 2.7, 2.7 million. Najua Wakenya mna mapenzi makubwa na mtaweza kumsaidia huyu msichana wetu mdogo. Rispa, unasomea shule gani kwanza hukutuambia? Nasomea St. George. St. George wapi? Ni day school iko around up hivi area. Hapa nyumbani, hapa Kamulu. Unaita Kamulu? Hapa tuko Kamulu. Hapo ndio anasomea na hapa ndio nyumbani kwao. Rispa haezi enda shule ya mbali ya boarding kwa sababu ya matibabu. Lazima akae akiona daktari, na wengi wanajua kumekuwa na tabia za ukora. Mimi hupenda kuweka uwazi kabisa. This is a very genuine case. Ukiangalia hapa ni Nairobi Hospital, na hii ni report latest ambayo ilifanywa tarehe reported mwezi wa 5 Nairobi West PET CT scan. Ukiangalia ni file yao, Rispa by then alikuwa 16 years. Amesema anafikisha 17. So I have all the documentation za kuverify ya kwamba this is a very genuine case, na ni kweli, because hawawezi fake kitu kama hii. Hii ni PET CT scan, wale wamesoma wanajua na venye inaonyesha, na daktari wetu wanaweza verify, and I can tell you for sure Rispa anahitaji msaada wako. Tafadhali, kuna watu huongea bila kujua. This is a very genuine case, na mimi nimeverify, na sio mimi nimeverify peke yangu, mpaka madaktari wetu wa Kenya, na daktari wake amemwambia atafute matibabu specially nchi ya India. Tayari wameshapata hospitali na wanahitajika kuenda next week. Kwa hivyo ukiwa na shilingi 100 yako, 200, 50, 500, 1000, whatever support you can offer this family, tutakupatia pay bill. Hata kwenye hiyo video utaiona hiyo pay bill, and we'll be able to raise 2.7 million within
1 week Mungu atatujalia na ndio Rispa aende atibiwe. Rispa angependa kuishi kama watoto wengine, asome kama watoto wengine, na venye alivyotuambia dream yake anaweza rudia anataka kuwa nani akipona. Tuambie Rispa. Nikimaliza kwa mkubwa naweza penda kuwa lawyer. Anataka kuwa lawyer, kutetea haki za Wakenya. Tafadhali let us support Rispa hata aende atibiwe, ndio akirudi Kenya aje aendelee na masomo yake na awe lawyer kama mapenzi ya moyo wake, na kwa uwezo wa Mungu ambaye anatupatia uhai, ambaye anatupatia kila kitu na hata hizo hela, whatever little amount, usione ni kidogo. Tafadhali, nimesaidia wengi kupitia my channel na wamesaidika. May God bless you as you support our sister, our daughter Rispa Wambui. God bless you so much. Mama, una jambo la kuambia Wakenya? Na washukuru wenye wametushikilia, wenye wamesimama na Rispa na wenye wanatuombea. Na mnaweza support our daughter here, Rispa Wambui, na pia mumpatie maombi kwa wingi, kwa sababu with God all things are possible. May God bless you so much as you support Rispa Wambui. Thank you. God bless you.